Good. Gatho Cemania muno makiria muthenya wa mothe na ngonyitogene thiini wa Cemania Inoro TV ni makinya mathaa magutanya thiini wa thoko tungetiria biacara iregarira thiini wa tabarira ya wonjoria na uthunduri ngwiraga ndi mwonjoria na mbe mweng'ang'a wa Njoroge na umuthi nguceretie thiini wa county ya Uasin Gishu mwena wa Band Forest ni kwenjamanitie na muthuri witagwo David akoragwo ari manager wa kĩganda kana dairy kana dairy ya iria gutwira uria mambiriirie dairy ino na uria mekaga maundu megie value addition gatagati-ini ka maundu maingi ma muthemba tocio no ikia maitho ni kuona thutha wakwa hena itinga ni hindi ndakora reheiria koguo David ne gutira maundu maingi makonaine na dairy yao uria magikaga guku mwena uyu wa Band Forest. By the way, David ndaigua Gikuyu koguo no nginya njenje rũthiomi nigetha tunyitane nake na njira igwete. Karibu sana David ndani ya runinga ya Inoro TV. Nataka sasa kumsalimia mtazamaji kisha kwa undani sasa utuelezee zaidi kuhusiana na kampuni yenu ama kiwanda chenu cha maziwa. Na wasalimu watazamaji wote, karibuni. Kwa jina ni David Muthenya, manager Tarakwwa Dairies. Tarakwwa Dairies tunahusika na biashara ya maziwa. Tunakusanya maziwa kwa wakulima, tunashemsha, tuna process, tunauza raw milk, chilled, tunauza processed kwa consumers, na tunauza kupitia zile siku hizi zinaitwa ATM machines kwa retail shops. Kampuni ya maziwa ya kuprocess ya Tarakwwa labda mlianzisha lini na biashara imekuwa ikiendelea namna gani hadi kufikia wakati huu? Ilianza mwaka wa 2010. Ilianza tu kama kituo cha kukusanya maziwa, inaitwa na wazungu bulking, na kubulk na wanauzia other processors. 2010 ilianza kama Tarakwwa Dairies. Mwaka wa 2012 ikabadilika tu Tarakwwa Dairies na ikauzia wakulima, sasa wakauziwa Isa, ikakuwa sasa ni kampuni. Mwaka wa 2015 wakaanza value addition, wakaanza kuprocess yogurt, fermented milk, na wakaanza pasteurization. Wakaacquire pia a registered trademark. Maziwa yote yenye processed inauzwa kama kwa trademark miliki. Miliki ndio imeandikishwa kirasmi na ndio tunatumia, imelindwa kisheria, ndio inatumika kwa soko. Kutoka hapo tumekuwa tukiongeza ile maziwa tuna process. Saa hii tuko 40%, ile inabaki tunauza kwa other processors kwa sababu capacity bado iko chini, lakini tunatazamia process yote labda hivi karibuni. Katika hii biashara tumeshirikiana na Equity. Kwanza kabisa Equity ni wateja wetu, our corporate client, wananunua maziwa yetu ile pasteurized kila siku, na pia tuna bangi na wao. Wanasaidia wakulima wetu kuwavunza mambo ya kusimamia fedha, financial management literacy. Wakati tuko na zile zinaitwa field days, tunawaalika wanakuja wanaelimisha wakulima ili wakulima wafanye kilimo ya maziwa kama biashara na wajue vile ya kuweka financial records. Pia wakulima wengi wetu wanalipwa, pay point yao ni Equity, tunawalipa kupita hapo. Equity imewasaidia sana kupata loan facilities kujiendeleza hii biashara ya maziwa, na hiyo tunashukuru kwa upande huo. Tuna wafanyikazi bado pia tunawalipa kupitia Equity, na natumai pia wata access ya zile zinaitwa personal loans pia za kujiendeleza. Kwa hivyo tumefaidika sana hapo, wametusaidia sana kwa upande wa wakulima kama kampuni. Labda kwa faida tena ya mtazamaji, brand zenu ni zipi ambazo nikifika pale sokoni nitazipata? Brands zetu kama vile nimesema, tunauza ni yogurt na lala, na vile nimetangulia kusema tunauza chini ya jina miliki. Tuko na miliki lala,
250 ml, milikilala 500 ml, milikilala 1 liter, milikilala 3 liter, milikilala 5 liter. Tuko na yogurt, strawberry miliki 150 ml, strawberry 250 ml, strawberry 1 liter, strawberry 3 liter na 5 liter. Na vanilla vivyo hivyo. Hizo ndizo brands kwa wakati huu tuko nazo kwa soko. Tujaenda Kenya mzima, lakini Uasin Gishu, Trans Nzoia, Nandi, Vihiga tumefika huko. Kwa hivyo nasema brandi zetu zimekubalika sana, na hao wenye wamesitumia wanafanya a lot of referrals, especially wenye wananunua the bulk, because tunafunga kutoka 250 150 mils, 250 500 1 liter 3 liter 5 liter, na hizo the bulk ones zimekuwa very popular Nairobi. Kama vile unajua tuko kwa highway, wananunua kutoka hapo, wamejua outlet zetu town, wananunua hapo. Wengine wanaoda kutoka Mombasa, wanaambia tu basi fulani ikifika hapo ipewe hizi, wanalipa kwa paybill, na tunaendelea kuingia soko pole pole. Kwa hivyo pande hii ya North Lift tumeshika sana, na tunaelekea Nairobi hivi karibuni. One of outlets tunalipa kupitia paybill ya Equity 247, that is the Equity paybill. Tuko na outlets 3 town, na kuna moja tuko na paybill ya Equity. Kwa hivyo hiyo pia ni service tunafurahia kutoka Equity, inaleta convenience kwa wateja, especially wenye wako mbali. Mtu tu analipa tu straight to the paybill, tunapeana bidhaa. Wakati ambapo kuna kiwanda kama hiki kwa eneo kama hili, jamii huwa inafaidika sana kwa masuala kama ajira na kadhalika. Labda kwenu mnaweza jivunia nini ambacho mmefanya katika eneo hili? Okay, Tarakwet Dairies imekuwa baraka kwa jamii hapa na hata beyond. Kwanza kabisa ajira kwa vijana ambao wametoka shule, wameajiriwa. Sasa tuko na wafanyikazi 38 ambao wanapata mshahara kila mwezi. Wakulima, tunasavu wakulima wadogo, wanaleta maziwa hapa, na tuseme kama mwaka huu kutoka mwezi Januari mpaka Septemba tumelipa zaidi ya milioni 30 wakulima. Hiyo pesa inatumika hapa. Mwenye ako na kioski kwa hapa Kesses Division hii area wanasikia utamu wa kiwanda. Kisha pia tumeondolea wakulima ile shida ya kutafuta soko. Mkulima tu anasalisha, analeta hapa, tunatafuta soko, anangoja pesa, analipwa. Tunalipa tupiti tarehe 5. Hiyo ndio lengo letu. Hakuna siku tumelipa zaidi ya tumepita tarehe 5. Kwa hivyo tunalipa wakulima kwa wakati. Wakulima kupitia kiwanda wamejenga ile inaitwa credit rating, kwa sababu wanalipa kupita bank. Ukienda bank sasa wako na some reference ya kuja kusema napeleka maziwa hapa, hii ndio mshahara yangu, na wanaweza pata facility. Kwa hivyo kwa ujumla ajira imepatikana, pesa imekuwa pumped in. Kwa hii ni area ndogo, kwa hivyo ukisema over 10 million every month, hiyo uchumi ya hii area inapata njia kikubwa sana kupitia hapo. Kuna watu wanakuja kuuza bidhaa hapa lunch time, pia ni kwa sababu ya hiki kiwanda. Kwa hivyo kiwanda iko na manufaa, sio tu kwa shareholders but kwa community. Na tukimalizia kwa sababu ya wakati, ndugu David, mipango yenu ya siku za usoni, wanasema future plans ambazo mko nazo ni zipi? Future plans ni tukue 100% value processing company. We are moving towards that. Na vile unavyoona kuna nyumba mpya imejengwa. Wakati huu tumetengeneza yogurt, only flavor bili. Nafikiri kwa wakati huu tutasimamia hapo. Tuko na plani ya kuanzisha long life. Hii kiwanda kwanza ni ya long life. Tunataka kuleta, na hiyo haitachukua muda, tuko karibu sana kufikia hapo. Cheese pia inakuja, butter, ghee. So tukifika hapo ya long life na all these sasa itakuwa 100%.
Plani zetu ni tu process maziwa yote ambayo itafika hapa, na tutahitaji maziwa beyond hii area, kwa sababu hiyo kiwanda mpya mashine zinakuja zinahitaji 5,000 kwa saa, na ili ufanye economically lazima ufanye for 18 hours. So tutahitaji 90,000 liters kila siku. Mipango imeanza kufanywa ya strategic partnerships na other coolers, ili tukiendelea na tukifikia hiyo tupate hiyo maziwa. Kwa hivyo mwaka moja mwaka mbili, na tukishirikiana na Equity, labda tutakuwa tuna process kila kitu hapa, kwa sababu saa nyingine tuna process 40%, nimesema 76% tunategemea the processors, na kuna ka challenge kidogo hapo. Asante sana ndugu David kwa maelezo yako. Tumeelewa zaidi kuhusiana na value addition ya maziwa hapa nchini Kenya, na ni vizuri wakulima wafahamu ya kwamba siku hizi tunafanya kile tunasema ni kilimo biashara. Kwa hivyo wakulima wazidi kujituma, nanyi pia muendelee kuwashikilia kwa kununua maziwa kwa bei ambayo itawanufaisha. Asante sana ndugu David. Murari gusheno wake igoria brother David yakorwa gutarire na wake igoria mambiriirie uria mokete makurite uria maragirairia kuma kuri arimi magoka mageka value addition, magagiteithĩrĩrio na nginyagia gukiheana kianini mawira na ndeto cia muthemba tocio. Nguceno wake igwira maundu macio mothe itanathie bureki. Hihi ndiĩ kana nĩ ati bũrũri witũ wa Kenya oro mwaka tukoragwo tukirima iria lita bilioni 5.2. Ndoroi ndio no amenya. Rĩu by the way no break ngũthie nyue karia gikombe kimwe nĩ ndĩracoka oro rĩu ndirĩ handũ thiĩte nĩ ndĩroka.